mwendelezo wa mashindano ya Nyangasi Ndondo Cup, na leo kwenye viwanja hivi vya Madoma Stadium unapigwa mchezo kati ya Izinga FC pamoja na Ghana Star, mchezo ambao ni mchezo wenye hadhi ya hali ya juu. Timu zote tayari zimeshawasili uwanjani, dakika chache kutoka hivi sasa mchezo utakwenda kuanza. Nikualike ungane pamoja nami, nitafanya mahojiano na makocha wa timu zote mbili watueleze kuelekea mchezo huu wao wamejiandaa vipi. Kocha, habari za muda huu? Bwana, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kocha, unakwenda kwenye mchezo kukutana na Ghana Star, timu ambayo uwanja unaotumia wewe ndio uwanja wake wa mazoezi. Unadhani hii kwako inakupa ugumu kiasi gani? Hapana, ugumu kwenye mchezo wa mpira miguu sidhani kama kuna ugumu, ikiwa unaamini kile ambacho unakiamini. Huu uwanja sisi tunafahamu, tumeshacheza mechi nyingi. Wao wenyeji wao, sisi hatutishi, isipokuwa tutapambana kwa kadri ya uwezo wetu. Naamini tunapata kitu kuelekea kwenye mechi leo. Unaitazama Ghana Star kama timu ya aina gani kwako? Ghana Star kama timu zilizo zingine tu, isipokuwa labda tofauti ni jina. Wao ni Ghana Star, sisi ni Izinga FC. Kwa hiyo kuna tofauti kidogo. Izinga FC, ile neno FC limecombine, yani ni michezo, karibia michezo mingi, lakini wao ni Ghana Star, timu ya Mastar, lakini uwanjani kitaongea kama Ghana Star Izinga FC. Kwenye kikosi ulichokiona cha Ghana Star, unafikiri ni sehemu ipi ambayo inaweza kukupa ugumu kuelekea kwenye mchezo wa leo? Kikweli ndakuwa mnafiki, sioni, naona wachezaji ni wale wale, hakuna jipya, labda tu ni kudra za Mwenyezi Mungu zio upande wao hivyo, lakini kwa kila kitu mipango yote iko sawa, timu iko fresh, naamini tunaenda kushinda game. Unawaahidi nini mashabiki wa Izinga FC kuelekea kwenye mchezo wa leo? Washerekee tu bingwa, hii mechi tunaitoa. Kocha, mambo vipi? Safi, kwema. Unakwenda kwenye mchezo na timu ambayo ilikuwa ni mshindi au ilikuwa ni mbingwa mwaka 2022. Kwako Izinga FC ni timu ya aina gani kocha kuelekea kwenye mchezo wa leo? Ni timu ya kawaida sana kwangu, kwa sababu naifahamu mwanzo mwisho, na huu ni mchezo lazima tukapambane, na tumejipanga kupambana na haya mashindano. Unawaahidi nini mashabiki wa Ghana Star ambao wamekuamini na kukabidhi kikosi ambacho wao mashabiki wanaamini ni kikosi salama sana? Unawaahidi nini wapenzi wa Ghana Star na mashabiki wa Ghana Star? Yaani kiwastani nimejipanga katika mashindano haya, na waahidi ng'ombe lazima ibaki Ghana Star. Kwa namna unavyokiona kikosi cha Izinga FC, unafikiri sasa ni sehemu gani ambayo inaweza kukupa utata kidogo kuelekea kwenye mchezo husika wa siku ya leo? Mchezo ndio unaoamua, sio wachezaji. Sawa, na kiwastani kifuatana na matokeo ya leo, naamini tutapata matokeo tena chini ya goli moja kuanzia goli mbili, kwa sababu ya kikosi changu na waamini vijana. Sisi tutarudi hapa kukukumbusha hayo uliyoyasema, na tukikosa goli mbili pia kocha tutakuuliza kitu gani umesema, si ndio? Ni kweli. Sisi tunakushukuru sana kocha. Neno lako la mwisho kwa wachezaji na mashabiki wa Ghana Star? Mashabiki wasubiri kuona mchezo mzuri tuliouandaa, na sisi tumejipanga kwa ushindani wa leo. Niwakaribishe wafuatiliaji wetu kuendelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii. Unachotakiwa kufanya ni kusubscribe kwenye channel ya Shalo TV ili uweze kupata matangazo moja kwa moja kutokea katika viwanja hivi vya Nyangasi Ndondo Cup kwenye ardhi ya kisiwa hiki cha Ghana, ardhi ambayo inatokea kwenye halmashauri ya wilaya ya Ukerewe katika kisiwa kikubwa kabisa cha Ghana, kisiwa ambacho kinajulikana kama Mkoani. Nikukaribishe na fuatana nami kwenye matangazo ya moja kwa moja kutoka kwenye viwanja hivi vya Madoma Stadium. Tutaungana naye Baraka Mpenza kwa dakika 45 za kipindi cha kwanza, lakini pia dakika 45 za kipindi cha pili. Sisi tunakushukuru. Mimi ni Dennis Kaseza William, nyuma ya kamera ni Felix Msita, na hii ni Shalo TV. Sasa polisi Tumai anaitoa nje, mpira kurusha utaelekezwa ngoni wa vijana hawa wa
Stars. Mapema tu amechagua kutoa mpira nje. Pale Nungu Mkude, lakini upo kali ya utarasogea kwa ajili ya kupokea nyupa ile kuanzisha Zakari ya mashambulizi. Asante sana Nehemia Mateso Daudi, mdhamini mkuu wa mashindano haya maarufu kama Nyangasi Super Ndombe Cup. Ukiendelea kushika mkono na kupiga jeuri ya kimwana kuleta tangazo haya ya moja kwa moja. Ndio kaitoa kwa Mkude na kashaona Mkude. Sasa Leadi Akanji anataka kusogeza mali kati. Chebo kabisa pale chifu anatoka kwenye kidani. Inakataliwa na Jafet Wewe Mbeba Maono. Kuna uzuri kabisa kwa kufinya Kanwa, lakini mali imetoka nje, mpira kurusha tena kutoka langoni mwa vijana wa timu ya Simba Stars. Kufinya Kanwa anakwenda kurusha mpira wapi ataiweka. Juani Mata anaituliza mali kati pale, imekataliwa na Nico Boy. Toka nisha mpira na kinywa anakataa uzuri kabisa pale. Alama mwingine Messi. Anaitaka kwa Leadi Akanji. Bado anasogeza kati pale. Kwa bado yupo mara na kwanza pili Job. Anafinya pale kwenye kola kinakataliwa. Juani Mata anataka kubula chini chini leo kwa kesi mdogo anaweka mali kwenye eneo lake la kizitai. Haraka Simba mdogo anacha kupoteza. Anaanzisha safari lakini tena anaigusa na gula kile. Tendo zile pembeni kuna kila kataliwa. Lino alipo na mali machili Timbo ayupo kumbe yupo. Kayani moja kubwa ndefu ile. Hizo ni chobo kayetuliza mali nzuri kwenye ngala pale. Alipo na mali lakini anasogea pale Shabara na Mtende. Fika uzuri kabisa pale kama mguchu lakini imekataliwa. Chafeti Choni Wewe Mbeba Maono. Anasogeza pena tosha kwa Kagere. Ndio Kagere anakwenda kwa Kagere. Kagere anakwenda. Kagere mguu kwa pale kwa Kagere. Anachongesha cross moja kubwa lakini inakuwa nyingi mno. Kwenda nje. Kashuru Nungu Mkude alikuwa amekwisha fika pale. Kwa pale Juani Mata wanzana sema twende hakuna chochote. Mwindi mweusi raitenga mali pembeni kwa Dickson Job. Cheza uzuri kabisa pale majini Timbo ipo kumbe ipo na mio ameingia ufunguni lakini amecheza tunakosa. Ili Yesu Chadwaya analala pale lakini wanzana sema ni Sipis. Ni mpira wa kutengwa, yupo chini pale anagalagala kwenye godoro Dodoma lenye watu miaka 99. Faida kwenda kuanzisha Zakari ya mashambulizi. Anaweka moja kubwa ndefu ndani kule Kadango. Zote zile kule Lama na kwenda Lama ndio kafanya kwa mali mchezo ni Lama Dizo. Lama Dizo anapita pale Lama kule Lama. Cheza mpira unapenda kwa pembezoni moja mpira kwa nje ngoke. Kichoni wewe. Anaweka pasi ya uchonganishi chini Nungu Mkude. Pia anakwenda nje. Offside tayari alikuwa kushotea Mkude Nungu aweza kumuita Kashoro. Mara anatembea kama upepo ule wa kimbunga. Kefini Yaya Gabasiki kaiweka mali kati pale, nachonganishwa zuri lakini wao wanamkatalia. Juani Mata kaichonganisha mali pembeni, Timbo Majia yupo kumbe yupo na sikumisha nje mpira kurusha. Anakurusha mpira Lama kaianzisha safari kwa Kadango. Wache tena zuri kabisa pale Shabana na Mtende, mali imeibiwa. Ndio zuri tena nyingine na kuelekea kwa Juani Mata lakini kakataliwa. Tuna Nico Boy yupo na mali amekatana na Kanji. Shabana na Mtende ili Esta anakimbilia mpira kwa ukuta ndio anafanikiwa lakini Chobo anakatalia. Gibson Chobo yupo na mali Chobo anaamba ya kwanza pili Chobo bado yupo na mali. Chobo kusogeza kwa Mako anaitenga kwa Chobo tena. Chobo yupo na mali ya kuza pili Job. Anaitenga pale uzuri kwa Alama Mwindi Bosi. Tenga pale sasa kwa Kagere Mohamed Fabiani kwenye kidari. Anaipoza mali chini. Gula upako. Anakola Medika Kagere sogeza kwa Mtende Mama Shabala. Anaisha kuza pili Shabala pale Shabala. Pale kuna mwana sogeza wapi? Jafet Wewe Mbeba Maono. Anasogeza mali kati pale makataliwa. Tenga uzuri tena Diaro. Anaitenga mali pembeni kwa Shabala. Shabala Mtende Maua. Anagawa uwanja pembeni kwa Mkude. Tumia pira kunya kama. Anaitenga pale Nico Boy nakataliwa. Sikanzaji Pascal Wawa. Anaitenga mali kati pale Jafet Wewe kwenye kidari. Anapoza uzuri kama pale Lama Mwindi Bosi anakimbilia mpira chief. Anakimbilia kule Lama Dizo anakwenda Lama Dizo anakwenda Lama anachunganisha ndani kule Lama ni yale yaliyotajwa wakati wote kwamba bwana umewapita ugumu mapambano. Kaka mkuu Tangu anaweka mchezoni vijana wa timu ya Ghana Star. Mtuso moja kubwa chuchu. Anapalaza utosi na kule Lama Dizo. Cheza zuri gol. Maskini upande kwenye umande. Bara pili unaandika vijana wa timu ya Ghana Stars. Kennedy Moses. Nilikwambia Lama ni mchezaji wa kuchungwa kwa kweli. Ameweza kupata nafasi ya mitendea haki. Nilikwambia chochote Baraka. Tunaweza tukazungumza hapa katika meza yetu ya matangazo. Nimekwambia hayaye hatimaye limekuwa. Pale. Cheza pale kwenda juu ya lango. Nungu Mkude alitaka kupasua moja mbili tatu Mohamed Fabiani Medika Kagere cheza pale kataliwa na Kefu Milaya Kabaski anatulia nayo chini kama kuku aliyepemea mayai na Malai anachagua kunyanyuka kwa ajili ya safari ya mashambulizi kuelekeza langoni kwa pezani wao. Kefu Milaya Kabaski kuza moja kubwa chuchunde Philip Sultani Sefu Pascal na dakika 45 za mtanange nambari 2 watu ya makundi ya Nyangasi
Mchezaji Ramadhani amekuwa ni hatari kwelikweli katika mguu wake wa kushoto. Mguu wake umekuwa ni wa dhahabu sana, ameweza kutoa nafasi mbili nzuri kwelikweli, na hatimaye mwisho wa siku imeweza kupatikana kitu. Je, tuangalie upande wa Izinga FC, ni wale mabeki wameweza kujisahau, wamemsahau, au makosa yametokea wapi na yamesababishwa wapi mpaka mwisho wa siku kusawazishiwa lile goli? Ndio kitu nimetoka kukwambia kwamba walijichanganya namna ya kuweza kuwasiliana kati ya wao. Kwa hicho ndio kilichoweza kuwabeba Ghana mpaka kuweza kuandikiwa goli la pili. Kwa hiyo tuseme tu kwamba wakirudi na makocha wameweza kuona makosa haya ambayo yamejitokeza kipindi cha kwanza. Kwa kipindi cha pili naamini kwamba wakirudi wanaweza wakakaba zile nafasi ambazo walikuwa wameshaanza kuziteteza kuleta matatizo yale yakaweza kusababishwa kufungwa. Kwa wanaweza wakakaba zile nafasi ambapo wakaweza wakarudi mchezoni, kwa sababu bado nafasi ziko nyingi za kuweza kucheza. Huyo ni JB. Tumemsikia upande wa timu ya Izinga jinsi walivyoweza kukosea makosa yao, mwisho wa siku kazibiwa kusawazishiwa goli. Bwana James Samuel, nirudi upande wako. Tumeweza kuona mchezo vizuri kwa makini kabisa. Hatimaye kocha wa Ghana Star amewaambia wachezaji tulieni, japo wanaongoza Izinga FC kwa goli moja. Ni kweli ndugu Moses, tulizungumza kabla mpira hujaanza kipindi cha kwanza kwamba kwa jinsi ambavyo Ghana Star imefanya maandalizi yao na maingizo mapya waliokuwa nayo, hususan unapozungumza mchezaji kama Rama, ni mchezaji ambao ni winga asilia. Kwa hiyo na maana anapozungumza winga asilia ni kwamba anatafuta nafasi ambazo wenzake wapo na anaweza kaweka pasi ya chini ya kutafuta mtu gani ambaye anaweza kumalizia pasi yake. Kwa hiyo nafikiri kocha wa Ghana Star Musa Jinja kwa hilo amejitahidi kwa upande wake. Bwana Imani, tumeona tayari wamekwenda kusawazisha goli la kwanza. Huyo Rama tena kaweza kufanya kitu cha kushangaza. Washabiki hapo uwanjani Izinga wamekwenda kufungwa goli la pili. Je, makosa yalikuwa wapi? Walijisahau, aidha walimsahau, au mbinu zimekuwa ni hatari zaidi mpaka mwisho wa siku wamekwenda kupata tena goli la pili? Nirudi kusema ndugu Moses kwamba kwenye kikosi cha Ghana Star ni mchezaji ambaye anaitwa Rama, ni mchezaji ambaye hakujulikana kwamba ni mchezaji hatari kiasi gani. Kwa walibaki na wachezaji ambao wanatambua, lakini Rama amekuja kutoa surprise, amejitoa kwa ajili ya wenzake. Ndugu Moses. Bwana, shukrani sana James Samuel. Mimi nirejea studio, Imani nitarudi nikupe kile ambacho kipo. Alimkata mmoja kwa kumpunguza, lakini bado jaribio lake limekwenda nje ya lango. Mpira moja mbili tatu, anachonganisha moja kubwa ndefu ndani kulungu. Barabara kulungu na fanya ndani nzuri kabisa pale mpira ule. Oho! Chokani ile dialo, lakini anakata pale Sultani Sanyi Pascal wao. Kadango, Kagabo Bokolo, akubali yake mtele wa Shabana anacheza tiki. Moja ndefu ndani kule, kata mpira bali gugu. Waweze kuangalia kwa sababu tayari wao wanaongoza, waweze kulinda kile walichonacho, lakini pressure, talent wamekosa, confidence wamekosa. Kwa hiyo FC Izinga wanapata faulo hiyo, wanaweza kutendea haki. Hatimaye tunazungumza viti ambacho kipo hapa 2-2 mezani, tayari imekaa mahali pake kwa Baraka Benja. Tuone kwa hizi dakika Yago kubiompe mtwe ni Bobo Mkatimba, ini esta chakwa babu pejo. Mwanzo anasema kuna jambo usio kwa kuungana limepeleka kule, aliweka clutch yake ile dango. Sisa Chinja na lawama kwa kochi wa viwango vya kimataifa. Alisajiliwa na dau la pauni laki 8,200. Iniesta Babu Kachu anakwenda kuchonga kona ile, sikiliza hiyo. Moja mbili tatu, Iniesta anachonganisha kona mbele, ni tendo nzuri kabisa pala na ndomo msamsa yale. Kibia tena Niko po, ya kwanza Niko. Alichonganisha mzuri pale tena Georgia. Nena kwenda Iniesta, anaituliza mali chini. Ya kwanza kiondoka mkata mmoja, kampunguza wa pili, anaitenga ile kwa Aucho. Aucho anaibua mara kwa kwa kuzalisha mchoro, lakini bila anakuwa mingi sana, anataweza kwenda nje kwa pili. Msajili kocha wa timu ya Ghana Star akiwa anaendelea kuonekana kwamba tulieni tutafanya mpira kutoka kwenye uongozi. Diallo Obiteniaki, Makini
ile timu ipo kumipo anaisogeza kwa mtani Maua Shabala lako Chomani inaifika. Anakatalia uzuri kabisa pale lakini bado leo katanya kile kwa mkude nongo kwa kutoka kwenye kile pale mkude Sultan Saji Pascal wao wanamkatalia. Kibira mpira Lama Dizo kapenya kwanza niko moja anamkatalia. Felestini Chonja kapenya lakini bado kafika. Simba mdogo anaiweka moja kwa ndefu juu mbele kule kumtafuta mtani Maua Shabala. Kando na pana Sultan Saji Pascal wao. Kunya kanwa ya kwanza ya pili. Kaweka mali kati pale. Inachukuliwa na Chwali Mata. Anafaikia kwanza pili Mata bado yuko na mali. Mata anakataliwa na Niko. Cheza Iniesta. Nakora kwa mtani Maua Shabala. Anamkwajua chini kila nakataliwa. Sultan Saji Pascal wao kaiweka mali kule anarejeshwa pale Felestini Chonja. Tupa mpira chuchu na ndia kanja anamkatalia. Katikati pale Japeti Choro wao beba maono. Cheza moja kwa ndefu chuchu kutoka wajili timu yuko mama kaipo yuko. Katoa tena nyingine Lama Zane. Yuko na mali Lama. Alisema kwanza pili Lama. Jana kwa naitaka mali kwa sababu wao kwa kanwa. Kwa utoa mpira ule unakwenda nje na kurusha na faika ni vijana wa timu ya Izinga Stars. 2-2 mpaka sasa matokeo yakiwa yanasoma kwenye on scoreboard. Dakika 90 za mtanange zimetamatika. Kwa niaba ya mwanzo wa kati Mgoda Kajumbe Mgoda anatamatisha dakika 90 za mchezo nambari 2 wa Nyangasi Super Ndondo Cup 25 Izinga bao 2 Ghana Stars mabao mawili. Mchezo wa mkondo wa pili katika ligi ya Nyangasi Ndondo Cup umetamatika katika viwanja hivi vya Madome Stadium kwa matokeo ya sare kwa maana Izinga Star magoli mawili pamoja na Ghana Star magoli mawili. Mchezo ulikuwa ni wa aina yake katika uwanja huu, watu wameshindana, boli limepigwa na mpira umepigwa kutosha. Kocha, unapata sare katika mchezo wako wa kwanza kabisa kwenye mashindano haya. Lakini awali kocha, kabla ya kuanza kwa mchezo nilikuuliza hapa na ukasema unakiamini kikosi chako na utakisha unatoka na matokeo hapa. Kipi kilichokusibu mpaka kupata matokeo ya sare kwa sare? Mpira una matokeo matatu. Kuna kusale, kufunga na kufungwa. Sasa kwa haya matokeo ambayo yametokea, sisi wenyewe hatukutegemea kwamba yangetokea matokeo ya hivi, lakini tumshukuru Mungu kwa kupata alama moja kwa sababu mchezo bado ipo. Tuna mechi bado tarehe 29 kwa tuna uwezo wa kufanya kitu. Kwa sababu mpira ni mchezo wa makosa. Tumefanya mistake wakachomoa goli. Zetu kapata nafasi tena ya kuongeza goli la pili tukawa 2-2. Kwa hiyo mchezo ujao tunaweza tukafanya vizuri zaidi. Tuongea na wachezaji. Wapinzani wako walikuwa bora kiasi gani kwenye eneo lao? Naweza nikasema sehemu zote walikuwa bora, lakini na sisi tulikuwa bora zaidi. Kwa hiyo kikubwa kila kocha akaweza kutengeza wachezaji wake na ndio matokeo yaliyopatikana. Wachezaji wote wamecheza kwa bora. Kocha, mwanzoni tu mwa mchezo huu nilifanya mahojiano na wewe hapa na ukanithibitishia unahakikisha pointi 3 zinabaki kwenye uwanja wako wa nyumbani hapa. Nini kimetokea kocha? Ni moja ya makosa ya wachezaji na hayo hata yanatokea, japo hata refa naye ni binadamu. Tumechukulia hivyo na bado imetokea hivyo. Hata hiyo pointi moja imetusaidia kwetu, japo tulikuwa tumepata kadi nyekundu. Wapinzani wako walikuwa bora kiasi gani kwenye kikosi chao? Hawakuwa bora kwa sababu ukiangalia kama sisi bado tulikuwa wapungufu na bado tumemudu dakika 90 mapungufu machache. Cha kwanza ni golikipa ambaye tulikuwa tunamtegemea amepata kadi nyekundu. Kwa hiyo tutaboresha katika ndani ya kipa na midfield tumekuwa na makosa zaidi na namba 9 zaidi tutaboresha. Usisahau kutufollow kwenye mitandao yote ya kijamii kama Shalo TV, lakini kwenye YouTube channel subscribe YouTube yetu channel kwa majina Shalo TV. Mimi ni Dennis Kaseza William aka Machunda the Voice. Nyuma ya kamera ni Felix Msita na hii ni Shalo TV. Watajiuliza umewezaje? Hakika wewe ni mpambanaji. Wanakuchukuliaje?